Sasa mtu support, mtupe mboka vizuri, tuondoke kwa gari ya miguu mbili tuende gari ya miguu. Ni accident, nitakwambia ni accident. Wewe uko hapo ukuwa na mboka, ukichelewa, wewe unaweza nivutia na utafika ukuwa fiti. Saka kisride tu side ya right. Haikulamba chini mara one time hadi. Hello, what's up good people? My name is Timothy Kin and welcome to Room 310. In case how you subscribe kwa issue ya nguvu ya people and business, please do so because we are bringing you new great content, another new dynamic, a different kind of conversation. Please consider liking, subscribing, share na mabeste, share na anyone around you. And today we are having a different kind of conversation. In today's episode, tunamit a very different kind of person. Anafanya ile kazi ya kawaida ambayo tumezoea, but he has a very different story. Introduce, let him introduce himself. Tumuulize jina, anaitwa nani, anatokea wapi, atuambie shughuli anafanya and why he's different in the kind of business that he's doing. Unaitwaje bro? Mimi naitwa Jose Amaranchis wa boda. Yes. Mimi hutokea mtaa side ya Wete. Yeah. Napiga mboka ya kaboda. Yeah. Hiyo ndio shughuli mimi huchapa. Yeah. Reason nataka kuambia hii story ni different. Nimemeet Jose through a very different circumstance. Nimekam kwa stage, nimemuita akakama akanibeba, then along the way I noticed something different. Na tukaanza kuongea and he was willing to have the conversation na mimi, tukabonga and then nika realize yeah man, I think life ni vile unaichukulia. It's a very different skill that he has compared na wengine because he has a very different story. Bro, nataka tueleze story yako. Mbona mimi niliona hiyo story ikiwa different? Story yangu iko hivi. Yeah. Mimi ubeba senke na sina mguu moja. Yeah. But ufurahie hiyo mboka yangu. Yes. But kutoka nijue naweza fanya hii mboka. Yeah. Ni wrong story tu, but nitakata ikuwe short story. Yeah. Juu hii bike nilipewa na Bishop Ben. Yeah. Sasa Bishop Ben from JCM. Hii ni kazi fiti. Bishop Ben, congrats for unafanya kazi fiti. Nimependa vile na support wase. Asante sana kwa Bishop Ben on behalf of Jose. Jose amepata senke juu yako. Asante sana. To proceed kidogo pole nimekata. Iko fiti. Kutoka sasa nijitambue nikaona juu nimepewa hii senke inaweza kulanga mboka nayo. Juu nilikuwa nime rent. Nipo tupatane na yeye nilikuwa nimerentishwa kasenke. Sasa hii rada ikakuwa safi nikapewa senke. Sasa kuanzia hapo mimi nachapa mboka yangu, shughuli yangu nikaboda to delivery. Kuwa hapo hadi mtoi kidai apelekewe ranch, kidai ya kujiwe, mimi niko fiti. Sasa kwa hivyo wewe kuwa hapo kama uko na mboka unaweza nipea, niko vile nikufanya. Okay. Let's turudi nyuma kidogo tuelewe vile Jose ali end up kulose mguu. Nini ili happen ndio bro ka lose mguu? Na utuambie either uli lose mguu kwa nini ya road before ama ilikuwa after ujue unaweza endesha senki. Ulienda apaje kulose mguu? Kulose mguu nilienda hapo nikuwa shule. Yeah. Kitu 2010 to 9 hapo December. Yeah. Ilikuwa tuseme ni accident. Nitakwambia accident. Juu nilizaliwa nikuwa mzima. But hadi senke nimejua kaa sina mguu. So ukiwa fit uko unajua kuendesha senke? Hata sisi nikuwa shule sikuwa najua kuhaso, bado nilikuwa kijana wa shule. Yeah. Saa kutoka nikatoa mguu. Nini exactly ili happen ndio ukalose mguu? Ni accident, nitakwambia ni accident. Yeah. Ilikuwa tunaenda tu shule. Yeah. Nikapata tu na ile mkosi unaweza jipata kwa hii dunia. Yeah. Sasa nikajipata sina mguu. Yeah. But sasa from that day sikukata life ati mwisho hapo. Yeah. Sasa nilijikubali, sasa nikachukua senke, sasa mboka na ichapa. Yeah. Life iko poa hivyo. So that means we lose mguu before tupate familia na vitu kama hizo. Yeah. Sasa nikilose mguu siku hadi na familia, sikuwa na anything. Nilikuwa kijana tu mdogo tu, kijana myang. Sasa life ilikuwa hard. Kabla ujikubali life ilikuwa hard sana. Yeah. But nishajikubali, nikapata wife kaa sina mguu hivi niko. Yeah. Akanikubali hivyo. Nikapata wakidi sasa niko na wakidi wawili. Congrats wawili pia ya. Kofiti yes.
Saa life iko hivyo. Saa mi shughuli tu ni kuchapa, lakini iendi hivyo sana juu si venye unaweza taka ati life saa hii iko venye naweza taka. But iko poa. Huwezi complain, but kuna vile unapata una struggle kidogo hizo constraints za madona nini. Saa juu income si ile ati yenye unaweza sema iko fiti. Hapana, but unapata ya kuwalisha. Mama anapiga mboka gani? Sorry to ask. Mama alikuwa anapiga mboka ya mandunya. Ilikuwa kibandaski hivi. Bado ni Bishop Ben alituwekea hiyo mboka. But ikuenda fiti. Tulingangana nayo hivi but ika backslide. Ika backfire, I mean, ika backslide, haikuenda venye tulikuwa tuna expect. But for now ako hivi cool hivi. But natafuta option nivotokea Diembo juu ni msee wa mboka, yeye anadai kujituma kabisa. Ni venye ka sekta kake akakuenda fiti. But tunashukuru Bishop Ben juu aliweka hiyo mboka. But ikuenda venye tulikuwa tunafikiria juu mostly. Sasa kama hiyo mboka inatakanga sekta yenye pako na wasee hivi nikiwa kupika. Mlieka mboka ya kuuza mandunya but si place iko na flow ya wasee. Sasa ikupika ikumake venye tulikuwa tunadai juu mostly wanadai ma sweet cake nini hizo. Sasa hizo unaona hizo mashine hatukuwa si tuko na ile kara ya mandunya tunaelewa tu ile ya mabandaski. Mandunya zile za ngware za kupiga na chai. Sema saa zingine zishakauka. Naelewa. Kama hiyo sasa zikuwa zinaenda fiti. Ulikuwa unapata hata zenye mingi mna dishi kani hizo kero. Sasa unaona hiyo mboka saa iko inaleta shangwe ni kuchoma. Tukapata ni kupiga, inatupiga tu mbosho. Inakula tu kale ka stock bana. Sasa ikapata imejipiga kipost tu hivyo. Imejipiga kipost. Mimi nilinice na mimi utokea I tend kuacha kutokea kazi some very weird hours na nilipata Jose. Hata the reason siku note ana mguu ni juu ilikuwa gizani. Inakwambia hizo ni matimes za 11:30 huko almost 12. Na Jose unajitumaje mpaka usiku? Unaamua yani acha nipigie mboka mpaka usiku nipige na ikue. Juu watoi unajua saa kuna watu wamekuogojea pale. Sasa ukikaa hivi utakuwa unajicho. Na sitaki kutegemea mtu mimi, nadai kujituma. Kwa hivyo niko si tuko wale wa usiku sako. But tunachezanga siku zote, mchana usiku zote. Bora si tupate kero mayani na kichere. Kwa hivyo wewe uko hapo ukuwa na mboka, ukichelewa wewe unaweza nivutia na utafika ukuwa fiti. Namba yangu 0716 465 793. Kwa hivyo mboka yote uko nayo mimi nitafanya. Ya include yani ya msee wa Senke. Yani uko msiki unadai yani kuedewa kani ma medicine mimi nitakuendea. Uko na mtoi anadai kupelekwa shule nitakupelekea. Uko na kitu unadai kupelekwa yani karotejo nitakupelekea. Ukidai nikuchukue pa place fulani nitakuchukua. Niko willing kabisa. Saa tukikuja kaa Senke, saa mambo ya Senke yes iko na challenge. Saa kwanza saa hii kukinyesha na kuwa na big challenge sana. Sana naweza taka ku-upgrade. Unajua saa huwezi taka kushinda hapa hali pamoja. Vare yako itafika ikuwa fiti. Niko msejeni kabisa. Saa ni nyinyi mnipe mboka juu niko willing kufanya mboka. Sidai kitu kingine, nadai tu mboka. So I think hata hiyo ni swali tu nataka kuuliza. Msianda yako kusupport na kusupport aje? Msio kupigia tenje labda ako na hiyo kichele unasema juu nimekaa mkunotice mpaka nduthi yako kuna vile inahitaji tu service tu kiasi. Ipigwe service ikuwe fit upige shughuli. Msianda kurichaje na kupata namba gani? Saa mimi ukinihitaji unaweza ni come through. Sasa mtu support, mtupe mboka vizuri tuondoke kwa gari ya miguu mbili tuende ya gari ya miguu. Saa ataka nikauba kanisa ni hivyo itaweza hivyo. So unasema uko fiti kupiga shughuli za deliveries za kubeba wasee za parcels anything that includes msee wa Senke, but time yenye kunanyesha unapata challenge juu ya hizo kuslide na nini juu uko na ngori ya mguu moja zishindo kanyaga chini. Juu unajua unafaa uende kama umehandle na miguu zote mbili. Sasa kislide tu side ya right. Haikulamba chini mara one time hadi tu unaona. But makarantu anakuwa wako fiti na washukuru sana juu kasi hao singekuwa niko kwa hii sekta. Juu bado wanatushikilia vizuri sana na washukuru sana.
napenda vile Jose has that. Hata mimi aliniongelesha nikafeel man, yes nasema niko chini, but Jose has that attitude in him that I want to face life. Nataki kuface life mnihurumie, nataka kuface life vile inafaa, nataka mnipe hizo kazi, mimi ndio nipige kazi, mniadisi hiyo pesa. You get? He's also saying that if you have that nini unafeel, acha tumsupport to upgrade Nduthi ama tusukume Nduthi yake pigwe service jiko na challenge 1 2 3 ni fit. But get this, his basic is saying basically mimi niko willing kupiga shughuli, nipeni shughuli. Challenges niko nazo ni zile tu challenge za kawaida, time ya kumenyesha ndio kuna nini na nini, but he's very willing. He's a father of 2. He has an amazing lady I believe behind him mwenye anamsupport. Mwenye pia yako willing kupiga shughuli, ni vile shughuli haijenda vile inafaa. If you have one word for the youth wenye tunasema hakuna shughuli, unaweza waambia nini? Kenye iko shughuli iko, but kuongea reality unapatanga bado unajituma, unapata bado hakuna form na but huyo msee yako wili ni kujituma kabisa. Kenye tu unaweza sema tusika give up. Mboka ikikaa mwe ujitume kabisa. Na tusikakue watu wa kuguza vitu za wenyewe, ndivyo tu survive hii dunia. Tukue watu wa kujituma. We hata kamboka ni kado kidogo, we chukua ushikanishe, utajipata penye unataka. Bora usikadharau mboka. Hakuna kuchagua wira. We piga mboka. Usikakua mrezi. Kuwa msee wa kuchapa shughuli. Na unaona kuwa msee wa kuchapa shughuli, famu ujipata uko hiyo shughuli hivyo. But si kupata kama umekaa chini, itakuwa ngori sana. Si yako ile wasa mgoda. Ni yaziku kupata ati kwa usingizi. Zinakupata kawe unabahatisha tu kama kawaida, unajipata hiyo umejipata. Saa shukrani uko fit. So we have been hanging out with Jose wa Boda, anapigia shughuli hapa Wetaithi. If you have anything within the vicinities za Wetaithi, Kifute, hizi places niko chini, Juja, anywhere around here. Ukisikia Juja hizo area zote zinaziko hizo nyingine Ruiru. Jose hakuna place aendi. Anasema uko hapo unadai parcel ipelekwe place fulani. Uko hapo unadai delivery inafaa ifike na ifike ikiwa fiti. Jose ako hapo kwa willing kuenda. He's an honest, genuine person, he says. So let's support this guy. And up at Room 310, we are saying, guys, we appreciate you so much for the love, for the support. For those of you who are subscribing, who are yet to subscribe, please consider subscribing, liking, commenting, sharing. Remember, the other way you can also support me. Mimi kama Timothy Kin, I do graphic designing, printing, and branding. Ukiwa na shop yako, ukiwa na bike yako yoyote, labda umeanza kashughulika kufanya maji, unafanya delivery na gas, hizo stickers zote sifanya. Anything that includes printing, designing, and graphic designing. Please consider kutupia kazi. Follow us on Room 310, follow us on Timothy Kin, and you can also call me on my number 0728 338 965. If you want to visit us, tupigia simu. We are based in Thika Town. Have a nice time. Please consider liking, subscribing, commenting, and sharing. And above all, let's love one another. Hapa tulikuwa na hangout na nani? Tulikuwa mna hangout na Jose ama Ranches wa Boda. Kiongozi wetu wa Ranches wa Boda aka Jose. Guys, have a nice time. Please consider liking, subscribing, commenting, and I love you all.